Bwana asifiwe sana. Chochote unachokihitaji kiko na wewe na akiwezi ukauya ukiitisha. Maana Bwana ni mwaminifu na atakupatia. Lakini kama wewe sio mwaminifu, kama uaminifu wako na uaminifu wa Mungu asikutani, basi utaanza kusema nimeombewa sana, nimewekelewa mikono sana, nimeenda sana na sipokei miracle yako. Ukitaka upokee miracle yako immediately after the promise, make sure umetubu na uko faithful na ukae katika uteua. Bwana asifiwe sana. Wachana tuongo tudogo na giza kidogo na kachumvi kidogo. Usiongezee kachumbari. Kama ni pasa, wajana na matabia yako ya kwenda kuchimba nyungu mahali upate pesa. Kwenda wewe wacha ufusi. Hiyo hapo ni ufusi. Hata shetani hawezi kubali vitu zingine. Utafanya vitu zingine hata shetani aseme hii si kumpatia. Hii si kupea yeye. Bwana asifiwe sana. Because shetani hawezi kupenda umondimot kiasi cha kwamba atakaa ndani ya nyungu ama ndani ya chupa. Unachukua kachupa. Kachupa yenyewe wewe unajua tu umeweka tomato sauce. Unaambia watu hii ni damu. Hii ni damu nimetoa hapo. Nimetoa kwa mlango yako. Na hii damu, saa hiyo hii damu ndio nipeleke baharini. Wewe ni mbaharia, unapeleka damu baharini ufanye nini? Na wale wanaambia wewe ni wakumbavu, hata hawezi fikiria wewe mtu ni baharia anataka kufanya nini? Nataka nipatie ng'ombe 3, mboi 7 na hii. Anaharibu the word of giving. Bwana asifiwe sana. Injili ya matoleo anaharibu. Inafanyika sasa haiwezi kuaminika kwa sababu yake. Kutoa ni kuzuri, kunafungua milango. Giving opens your doors. But in giving are robbers. Wale ambao wameingia kuharibu. So tofautisha robbers, destroyers of giving and the real givers. Bwana asifiwe sana. So, wewe ukitaka kuwa mwaminifu, ukitaka kuhangaika, nionyeshe mpendo ambaye amehangaika na maisha, ni kuonyeshe mpendo ambaye si mwaminifu. Ugonjwa wa kuhangaika na maisha unamalizwa na kuwa mwaminifu kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Masaa ya maombi kuwa kwa maombi, masaa ya ibada kuwa kwa ibada. Fanya kazi. Hizi viti hazijaoshwa na mtu, kuja uoshe hizi viti. Prophetically Mungu anaosha maisha yako. Mungu kila katendo yote unatenda kanisani kwa nyumba yake na kwa ajili yake, anakaona na anakuwekea mark na anakulipa. Bwana asifiwe sana. Lakini kama wewe ni namba 1 kusengenya mchungaji, sijui hapo Song'ang'a ni wa majini, sijui Musiri ni wa majini, wewe ukiona majini zao ulikuwa unafanya nini? Anaendaga baharini, mkujamia baharini, wewe ulikuwa unaenda wapi? Yeye ni wa Illuminati, hiyo tayari amevaa ni Illuminati. Ukiona rangi hiyo ni ya Illuminati, ndio ujue kama ni Illuminati. Si hata wewe uko nayo kama hiyo. Si hata wewe ni Illuminati. Kwenda wewe. Na usifuate wale watu kwa online. Online kuna watu wengine wengi sana wabaya. Unaona mtu kama juzi mwingine alikuwa na post na nikachukua nisikilize, nitaangalia tu vile wamecomment. Mchungaji bishop nyumba yake imepatikana skull ya mwanadamu. Na ni bishop. Na nikajua hii ni scam. Huyu ni devil worshiper anataka kuharibia wachungaji majina. Mimi ninaelewa, lakini kwa FB hawaelewi. Unasikia mwingine anasema hapo chini ndio sababu niliacha kwenda kanisani. Kwani alimuona zamani? Sasa bishop anapatikana, Mackenzie anapatikana saa hii. Na akipatikana saa hii wewe una makamsio bila kwenda kanisani. Wanasema ndio maana niliacha kwenda kanisani. Unamaanisha wewe na Mackenzie mlikuwa na deal. Ndio sababu sasa wewe ulitoka. Ulijuaje kama anakuja kupatikana? Kama wewe si wao. Bwana asifiwe sana. Usifuate watu online. Online usiwache kuamini mambo ya online. Online watu wanaweka pale watafuta pesa. Na wanajiwekea pale na akili zao. Provided uko na data bundles. Bwana asifiwe sana. You don't hauhitaji vitu mingi ndio uingize hapo. Unahitaji tu shilingi 15 kwa 1 hour.